Mgeukie mwenzio, mwangalie, wewe macho yako hayo yashindwe kwa jina la Yesu. Uwe na nia ya kujenga. Mwambie basi, hata kama anakudai mgeukie. Hata kama unadai na jikaze basi. Mwambie wewe, jamani. Na wengine mna madeni mpaka kanisani. Daudi alisema, nilifurahi waliponiambia twende wapi? Kwa hiyo Daudi sio kwamba hakuwa na madeni eti watu wa Mungu. Daudi sio kwamba hakuwa na kesi yoyote. Unanielewa? Alifurahi. Kwa hiyo ukija kanisani, jitahidi kupunguza pressure, stress zingine. Ukubali Yesu anaweza kupunguza madeni, lakini kilichopo aende ukayalipe. Usiseme Yesu aliyamaliza pale kanisani akasema tumelipiwa. Mwingine kuna wimbo mmoja tumelipiwa, mnakumbuka? Tumelipiwa deni, nimelipiwa deni langu na Bwana Yesu. Nimelipiwa deni langu, nimelipiwa. Niwi tena, nimelipiwa. Hata kama una madeni jikaze basi uimbe pamoja na mimi. Nimelipiwa tangu na Bwana Yesu. Nimelipiwa tangu, nimelipiwa. Sidai tena. Sio deni la sukari. Sio deni la kwenda kunywa chai. Sio deni la soda, sio deni la gauni, sio deni la mkoti wala la dela. Nenda ukalipe deni aliyolilipa Yesu. Ni la safari ya kwenda mbinguni. Basi usitafute kupigwa lagai ya kwamba mwamini Yesu leo madeni yako yanaisha. Nataka nikuambie hivi, ukimwamini Yesu, Yesu atakufundisha namna ya kwenda kulipa madeni. Ushike mkono mwenzio, unaelewa hii? Usidanganywe na mitume na manabii. Hakuna mafuta ya upako inayolipa deni, isipokuwa Yesu anainua mtu kukusaidia kulingana na jinsi ambavyo umekaa. Sio kwamba Yesu atayamaliza. Yesu hana mpango kushika hela. Ulienda kukopa mchele kilo 2, kalipe. Na ndio maana hiyo njia sisi ni chungu. Weka nia ili uweze kuipita. Ulivyoweka nia leo utakula wali, ukaenda kukopa, kalipe. Acha ushamba. Injili inaleta uweza. Injili inaleta habari za kuponywa. Nataka nikuambie, pona, kalipe madeni ili uende mbinguni. Deni la mbinguni Yesu alimaliza. Umebakiza kuaminifu na kukaa kwenye wokovu. Ameyamaliza. Swala kwenda mbinguni utaenda, ila duniani utadaiwa mpaka ulipe. Kama ninakudai, naomba unilipe. Si unilipe hela yangu. Wangapi ni wadai hapa? Siinue mkono tujisalimishe. Ulete baada ya ibada. Weka nia ya kumaliza madeni. Hivyo nikwambie, una watu unateseka sana. Umekopa sukari ya 200 na madeni ya walokole 300, 200, yaani 1750 ndio mnakuchezea pale. Na ndizo zinawafanya msipite njia sahihi. Msipite, mnapita uchocho kwa uchocho. Maana njia zilizo sahihi, unadai na 200 pale unadaiwa kwenye fungu la nyanya, pale unadaiwa Kimoboyo. Yaani ni mtu umejaa swaga nyingi. Acheni swaga. Kuwa na Yesu ni kuwa msalamu, ni chanzo cha maarifa. Usitumie jina la Yesu kwenda kukopa. Kopa huku unajua umekopa wewe, hajakopa Yesu, kalipe. Umesikia? Amina. Ingine amenuna. Acha unune, lazima nikuambie ili ubadilike. Nisipokuambia ukweli ukakwambia, wewe kwa Bwana, wenye madeni wote mnalipiwa leo. Nikidhani kuambia hivi, omba kwa nia Mungu akupe watu sahihi wenye kuweza kushika mkono kamaliza madeni.
Injili ni uweza. Injili ni wokovu. Injili ni manukato. Injili ni ukweli. Injili inapasua. Injili inachambua. Injili inagawanya. Neno la Mungu ni upanga. Haleluya! Tumalizie hapa. Tunaambia saa 6:30 tutakuwa tumemaliza. Sasa hivi na 18. Mimi ni mwana CS. Amina. Amen. Wale wao waleta mapasi. Mambo ya Nyakati wa Pili 26 mstari wa 5. Na mwingine Nyakati wa Pili 29 mstari wa 10. Mambo ya Nyakati wa Pili 26 mstari wa 5. Soma. Soma hapo baba. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria. Hebu anzie mstari wa juu pale aelewe. Mstari wa 4. Akafanya yaliyo ya adili machoni. Anzia mstari wa 3.